Haiwezekani ipate pepo waswali swala 5, lakini uko dukani mwizi mkubwa unamwibia tajiri yako, pati pepo. Swali mpaka uwe na shida kama bakuli. Wewe mwizi bwana, utaingia peponi wapi? Tumeleana. Lakini swali vizuri na kuwa na matendo mazuri nje, utaingia janna. Waswali sana, lakini nyumba yako ukifika mkorofi, mkeo akiomba katika dua zake. Kuna bwana mmoja alikuwa msomi, amekaa akawa yasoma historia ya dola ya Abbasia. Anasoma katika yale ufalme wa dola ya Abbasia katika dola za Kiislamu, ilitawali miaka 800. Sasa wale wafalme wa Abbasia, maamiri wale wote majina yao Mu'tasim billah, sijui nani billah, nani billah, nani billah, majina yao mazuri mazuri. Yomsomea mke wake, akamuuliza, mke wangu, ingekuwa na mimi niko kwenye hii dola ungependa niitwe nani? Akamwambia a'udhu billah. Mke wangu, yani jina langu niitwe a'udhu billahi mimi? Sasa kama mkeo akutamania uitwe maadha Allah, kuna mtu hapo? Sasa utapata janna wewe kweli? Aliye nyumbani anailala na wewe anakuona shetani, wewe utapata janna kweli? Swali mpaka ufu. Lazima tujijue kwamba sisi hapa ulimwenguni tumeletwa na Allah tabarak wa taala, kila mmoja kampangia maisha yake. Nahnu qasamna bainahum maishatahum, Allah sema tushawagawia maisha yenu. Hapo ulipo kwenye maisha yako itafute pepo hapo. Pale ulipo ndipo kwenye pepo yako. Huwezi kuyabadilisha maisha, lakini waweza kuyarekebisha maisha yako yakawa mazuri kwa hali iliyo. Mzee mmoja ilikuwa kila mtu akimwona sokoni wamkimbia. Akikujia ni matatizo tu ya kushtakia hivi, ana tabu hizi, magonjwa hana dawa, sijui ana nini, njaa hana chakula, paka watu wanamhepa. Kila time yalalamika tu. Siku moja ikatokezea msikitini baada ya swala ya Ijumaa, yule mzee kila mtu amsalimia vizuri, salamu alaykum, alhamdulillah, neema. Watu wakashangaa, huyo mzee kulalamika kila siku na maisha, ana nini leo? Wakamwambia, sawa mzee, neema. Hebu tuambie neema hii imetoka wapi? Asema, mimi nilikuwa nikisumbuliwa kuyatafuta maisha mengine, ndio ilikuwa tabu yangu, lakini nimeamua kwamba kumbe raha yangu yako kwenye yale maisha yangu. Ina maana yale maisha yako ukijiamulia uishi ulivyo, pale pale kwenye maisha yako ndio kwenye mazuri yako. Usitafute mazuri kwengine, utajiumiza roho na pengine utaingia kwenye matatizo, na Allah atakungojea siku ya Kiyama kwa sababu utafanya vitu sivyo. Maisha yako yaboreshe kwa kuamini kwamba la ilaha illa Allah. Bala man aslama wajhahu lillah, mlekee Allah tabaraka wa taala, wa huwa muhsinun. La pili, uwe mzuri katika utendaji wako. Jamani, katika kitu ambacho tumekosa maishani leo, kumekosekana uzuri katika maisha. Kila mmoja afanya kifanyike tu, lakini hafanyi vizuri. Mwalimu yuko darasani afundisha, anapokea mshahara, labda ameajiriwa na serikali, ana mshahara mzuri kiasi, lakini huyu pia akiweko kule shule hana hamu kwamba mimi nimepata fursa ya kufanya mazuri hapa ili niipate janna. Lia pale alipo anafanya tu fundisha ovyo ovyo, let we call it a day. Siku ingie mshahara ufanye nini? Waumini hawawezi kuishi maisha hayo. Hayo ni maisha ya kafiri. Muumini anachokifanya ni akifanye vizuri. Na ndio utakuta tunafanya mengi,
lakini faida fruits inakuwa ndogo sana, kwa sababu hatuna nia ya kufanya vizuri.